Shem. Shemeji. Kuna nini saizi usiku? Shemeji, mimi naogopa kulala kule ndani. Sasa unaogopa kulala peke yako, kwani kuna tatizo gani huko ndani? Shem, kule ndani chini ya uvungu kama kuna lijini linanivuta. Alafu nikifumba macho naona kama majeneza. Alafu naona kama watu wana mapambo humu. Sikiza Kiduchu. Huko ndani kwako hamna shida yoyote. Alafu mimi kila siku nakwambia ukilala, funga mlango, zima taa, jifunike shuka. Hakuna chochote chini ya uvungu huko. Hebu nenda kalale. Shemeji, mimi naogopa na hii hali yangu naona kama nitakufa. Shemeji, mimi siwezi kama hivyo bwana hapa. Vumilia mama. Kiduchu yo. Kiduchu. Hebu inuka. Nakwambia kuwa naogopa Shemu. Sasa unalalaje hapo kwenye sakafu wakati kuna baridi? Kwa ulikuwa unatakaje? Mimi nataka nje nilale huko, hapo asubuhi nitaenda kulala kule kwangu. Kiduchu yo. Tabidi mkanda na maji ya baridi. Hadi joto lipungua kidogo. Alafu ndio tutaenda hospitali, sawa? Nakuishi. Au utakuwa unahusiana na mkono wako. Yes, tukienda hospitali tujue kila kitu. Ila sidhani kama naona mkono umepona. Na huku hivi shemeji kwenye maziwa nasikia kumepata moto sana. Naona joto sasa liko mwili mzima. Semaje hii movie ya Stroll? Siwezi kulizwa na movie ambayo watu siwajui bwana. Mwenyewe. Ayubu. Amefuata kodi yake afu mimi sina hela. Baby. Basi ulishaniambia ushamaliza naye jamani. Nilikwambia nimemaliza naye, nimeongea naye kwamba atakuja kuchukua. Mwenyewe. Sasa hapa tunafanya wewe una hela yoyote? Mwenyewe. Wewe yuko wapi mwenzako? Mwenzako yuko wapi? Wewe, hii sio kodi, nimefuata kodi jamani. Kodi ndo mmeweka mbali hivi. Nini jamani? Nini? Na mwenye nyumba? Kijana wangu. Wife. Kijana wangu. Sikiliza. Wewe kunifanyia mimi hivi kisa kodi? Sikiliza, hamna kitu kilichofanya, hatujafanya chochote. Sasa leo nitakufanya kitu ambacho hata mimi sijawahi kukiona. Wewe, hebu acha hapo sasa nisimame kama mzazi. Acha hiyo mara moja, hairuhusiwi. Tamaduni zetu, dini haziruhusu. Acha kule. Wewe usilete mabouncer. Wewe, nitakulani. Acha hairuhusiwi. Hairuhusiwi, usifanye hivyo. Hichi ulichofanya ndio kinaruhusiwa na tamaduni, si ndio? Kisa kodi. Mwanangu, tujishushe. Kodi nimeshakusamehe. Ameisha. Umesamehe miezi mitatu. Miezi mitatu ndio utembee na mke wangu. Nimeongeza 6 utakaa miezi 6. Hamna shida. Niondolee hii. Miezi 6. Niondolee hii.
Kwa miezi 6 tumekubaliana. Hata hivyo hili yani ni fumanizi la hasara kuja kutokea, yani sijawahi kuona. Sijapata chochote, yani huu ni ugoni wa hasara. Ugoni ambao nimeliwa tu bure patupu. Miezi 6 umekubali? Sawa, hamna shida, utaishi. Lakini fumanizi ambalo nini sasa hii? Sign hapa. Hii nini? Sign hapa. Nimekwambia miezi 6. Ile nitaposti. Unarekodi tena? Hebu ishini kwa upendo. Toka. Mwambie kijakazi yako. Yule ya kuhusu toka. Toka! Nakuitia wewe. Toka. Ufika kwa camping. Fanyaje mpaka ingia ndani? Ile si boya tu. Unajua pale mpaka nikaona Unajua umenitisha. Mimi nikajua sasa unataka kunipiga. Hii bibi nawe umejifunzia kuigiza jamani. Hizi bahati jamani, mimi nitakufa nyinyi. Unakumbuka jana pale nilikuwa nakwambia shida zaidi ya jana, sijui kubeti nyumbani kule. Bali pesa nilikuwa nimebeti. Nimeshinda milioni 5,200,000. Oya. Basi tukalipie kodi. Ukamlipe kodi na. Ngoja niangalie kama limeondoka. Hebu nifafanulie unaongelea nini? Jirani amekuja hapa ameleta mashtaka kuwa kila siku ikifika mida ya saa 7, saa 8 mchana anasikia makelele. Na makelele hayo ni makelele ya mwanamke. Ina maana mnafanya mapenzi humu ndani Malte. Nyumbani kwangu, ndani kwangu. Ndio sehemu ya kufanya uchafu wa namna hiyo. Mke wangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Unajua mbaya mtu. Watu ndo wabaya. Hii dunia sio mbaya. Wabaya watu. Sijui sasa yani nachojiuliza labda ni vile wanaona haya maisha yetu tunayoishi hapa, tuna nyumba nzuri, sijui tuna mlinzi getini. Yani ndo kinachowakorokosha roho yao inawauma. Yani unajua ni mambo ya husuda tu. Sasa mimi muda wa saa 7 saa 8 niko kazini, wewe uko kazini. Hizo kelele zinatoka wapi? Kwa hiyo jirani ni chizi. Amepita nyumba ngapi hajaziona? Amekuja hapa. Kwa hiyo hana akili timamu. Mke wangu, huyo jirani mwenyewe ni muongo, ananisingizia tu. Yaani labda ni chuki binafsi. Kabosi, kama Adam, kusema kweli msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Hayo mashtaka yote mliopata nitayabeba mimi kwa sababu ni ya kwangu. Kusema kweli nilikapata katoto ka 2000. Ila sasa kalikuwa kajawai. Kwa nilipokuwa naka shenyenta ndio kalikuwa kanapiga makelele kama generator. Wewe Dizonga, ni mara ngapi nimekukataza kuingiza wanawake humu ndani? Nishia kunyima kabisa kwamba sitaki uingize mwanamke yoyote ndani kwangu. Nisikiliza kwa makini Dizonga. Majumba mabovu yako kibao huko nje. Umeelewa? Umepata hicho sijui kidemu chako cha mwaka 2000 sijui kidemu gani, peleka huko kwenye mijumba mibovu kamalizane nacho huko. Usiniletee mimi mambo ya ajabu kwangu. Usiniletee kunisababishia kesi za ajabu. Haya, sasa hivi mimi nashutumiwa hapa. Narudi nyumbani sijui mchana. Watu wako kazini, mimi narudi nyumbani. Kesi za ajabu Dizonga, sitaki uniharibie ndoa yangu. Naheshimu ndoa yangu na sitaki uniharibie ndoa yangu kabisa. Nakwambia hili ni mara mwisho na ninakupa onyo la mara mwisho. Mimi naomba tu mnisamehe. Na niliogopa kutoka hapa nyumbani nitaliacha lijumba peke yake. Kwa ndo maana nikaamua nimuingize tu nimzagamue basi. Huu ndio upuzi ambao niliukataa Martin. Na wewe umekaa hapo unacheka. Kwa hiyo unafurahia hivyo wanavyovifanya. Wewe. Toka. Nenda getini. Vipi tena? Mbona kama kuna fujo hapa? Hataki kuoga na mimi. Anataka kuoga na mkewe. Sasa ndo nini? Sikia basi. Isiwe shida. Ngoja nikabadilishe nguo tukaoge wote. Sawa. Hata hivyo nilikumisi sana. Nakumisi pia mipinduko tu leo.
Unasemaje wewe? Haujui kama wewe ni mke wa mtu? Friends, tukaongea. Wewe una akili sawa sawa eh? Change type, shrine, just to do it. Are you crazy? Hey boy. Yo. Wife. Go your home. Him. Hurry up. Baby, nye wake zangu mloteka umoyo, hasa mbona umoyo mnaupeleka mbio? Wote nawapenda sana, mkubwa kwa mdogo. Hello Shazna. Hello Pata. Najua kuna vitu vingi unahitaji kutoka kwangu, lakini nilikuwa na ombi moja. Naomba unisaidie huo mkataba. Nikishakamilisha mambo yangu ya ofisini, mimi naamini nitapata muda mzuri sana wa kufanya kile ambacho nakihitaji. Mbona mkataba wako uko tayari? Na nilikwambia tangia siku zile. Na kama upo tayari, njoo hata leo kuchukua. Lakini kama utakubali kuwa na mimi kwenye mahusiano. Okay, fine. Tufanye kwa mfano, let's assume kwamba nimekubali hicho ninachokihitaji. Mkataba wangu naupata wapi? Maneno yako yamenifanya nijisikie raha sana. Okay. Njoo nyumbani. Iko wapi? Yaani leo kambuzi kamefia kwa muuza supu. Haka nikate mkani kamenona hivi. Nikabosi. We, tulia hivi Dizonga. Dizonga nilikotoka, nakwambia nimefukuzwa hili. Nimefumaniwa Dizonga. Kwa hiyo watu wamenikimbiza. Yaani hapa nilipo kuna mama ndo nimekutana naye ndo kanistiri hivi. Niko uchi huko ndani sina chochote. Unasikia? Kwa hiyo nikuja najifunika hivi ili watu wasinione. Sikia. Kamada mtap. Bwana kusema kweli kamada mkako ndani. Yupo. Sasa Dizonga tunafanyaje? Dizonga. Wewe Dizonga. Hivyo Dizonga, muda wote nakuita unisikii au? Hivyo ukoje lakini? Surprise. Martin. Mbona uko hivyo? Nitaka tu nikusurprise mke wangu. Hujastuka? Sawa, surprise. Sasa huyo Dizonga yuko wapi? Kamadam, leo tumeamua tukufanyika surprise kidogo. Hivi jamani, nyie lakini mkoje mbona hivyo? Surprise my foot. Mme wangu. Haya, na wewe yule dela umetoa? Haka kadela nimekapata kwa kadem kangu kale ka 2000 kale. Kali kujaga kakaacha hapa. Dizonga bana, mambo yake mke wangu. Dizonga sio umeshamzoea. Sawa, nashukuru sana kwa surprise yenu. Ila mme wangu naomba hizo nguo zivue. Maana nikikumbuka mara ya mwisho Dizonga kufua hizo nguo ni mwaka juzi. Yaani mmenishtua sana. Sijapenda kwa kweli. Hamna shida mke wangu. Nitaka tu nikusurprise na siku ya leo nikufanyie surprise fulani. Basi sawa mke wangu. Ndoa ina maumivu, yahitaji uvumilivu, uwe mstahimilivu kwenye ndoa.
Shikamoo mama. Marahaba mwanangu Lidia. Hujambo? Si jambo, vipi habari za hapa nyumbani? Habari za hapa nzuri tu mwanangu, sijui wewe ulikotoka. Huko nilikotoka ni salama kabisa mama yangu. Nimekuja hapa ili niweze kukusalimia. Vipi unaendeleaje? Ni maana haje nikusalimie. Una shida gani wewe mwanangu? Maisha ndo haya unayo. Kila kitu unapata kwa mumeo. Unahangaika nini wewe? Inafikia hatua mpaka unanizaisha mimi mama yako? Mama, kivipi yani? Mbona sikuelewi? Mbona unanipokea tofauti? Wewe umeondoka nyumbani leo siku ya ngapi? Mpaka unafika hapa leo. Aya, hizo taarifa nani amekupa? Sasa kwa taarifa yako mumeo keshafika mpaka hapa na hakukukuta. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Sijui ulikuwa wapi wewe na sijui una shida gani wewe. Mwanaume anakuhudumia vizuri mwanangu. Unachokitaka unapata. Magari na majumba ndo yako mwanangu, angalia ulivyopendeza. Mama yako sina shida na wazazi wako sisi hatuna shida kupitia wewe. Mumeo anavutuhudumia sisi mwanangu. Alafu unaichezea ndoa wewe. Wenzao wanaitafuta ndoa unaichezea, au sio Lidia? Ulichokosea mwanangu. Umemdanganya mumeo kwamba mimi naumwa unakuja kuniona. Mimi mzima hukutafuta uongo mwingine, uongo ule uona ndo huo. Unaniombea mabalaa tena. Nife mapema nadhani, au sio mwanangu? Lidia, kwa nini unanifanyia hivi mimi mama yako Lidia wewe? Unanizalilisha mimi mama yako Lidia wewe. Unanivua nguo mimi mama yako Lidia wewe. Kwa nini nafikia hatua kama hiyo mwanangu? Lidia, una shida gani kwa mumeo wewe Lidia? Kila kitu unapata Lidia wewe. Mama yako sina shida. Hapa nilipo mimi naangalia tu wanaosema wana shida Lidia. Viroba vya unga vinaingia ndani kupitia mwanangu. Lidia, unanifungua mama yako Lidia. Lidia, unanifanyisha mama yako. Lidia, unanizalilisha mama yako. Mimi viroba ya unga inaingia. Viroba ya mchele inaingia mwanangu. Inaagiza tu hela Ifakara. Baba akija mimi hapa napokea hela tu. Siku hizi kuna simu mwanangu. Kwenye miamala nasikia tu nganganga kimeseji kinaingia, nikifungua mimi mihela. Naagiza tu. Nileteni mchele. Fakara, Malinyi. Leo Lidia unanizaisha mimi mama yako wewe. Sasa nikwambie Lidia, kwa vile unaichezea ndoa yako mwenyewe. Mwanamke mpumbavu kubomoa nyumba kwa mikono yake. Sasa wewe unaibomoa nyumba kwa mikono yako. Kwa tamaa ulokuwa nayo. Waswahili wanasema hivi, mkataa pema pabaya panamwita. Unaniona leo nalia, nafuta machozi, kesho utayakumbuka machozi yangu. Na huyu mume utamkumbuka. Wapo wenzio wanaumuona vile wanamtamani. Sijui unalijua hilo?